Kwa hiyo mtaalamu ndo umesema huku ndo kuna misukule. Hapa ndo kwenye misukule, ni eneo hili hapa. Misukule ndo ipo huku. Na nitaenda kuonyesha hapa. Naenda kuonyesha sasa hivi hapa, lakini huku kunahitaji utulivu sana. Kwa misukule ipo hapa. Ipo hapa. Kwa hiyo haitakiwi kupiga kelele yoyote. Hapa tunaenda taratibu sana, kimya. Mbona nasikia kama kuna sauti ya ng'ombe huko? Hapana. Hiyo sio sauti ya ng'ombe. Hiyo ni mizimu huko. Ni mizimu. Ndio inatukaribisha. Sasa karibu tena ndugu mpenda mfuatiliaji wa chaneli yetu. Kama ni mara ya kwanza kukutana na video zetu, chini ya video hii utaona maneno yaliyoandikwa subscribe, utayabonyeza kisha utabonyeza alama kengele, na ukifanya hivyo utakuwa umejihakikishia kupata update na habari zetu punde zinapokuwa zimetokea. Mbele ya kamera ni mtaalamu wa tiba asilia, au hivi mtaalamu ni tiba asili au tiba ya jadi? Ni tiba ya jadi. Tiba ya jadi. Ndio. Okay, sasa huyu mtaalamu kama alivyosema utaenda kumfahamu mwenyewe. Kuna mazito na siri nzito za wachawi ambazo anaenda kutuonyesha. Mtaalamu, labda mtazamaji angetaka kufahamu unaitwa nani? Mimi naitwa Dr. Mlila. Dr. Mlila. Ndio. Huyu ni Dr. Mlila ambaye tunataka tufahamu mawili matatu kuhusu tiba asili. Hivi Dr. Mlila, mtu akisema msukule, hii ina maana gani? Kwa sababu tumekuwa tukilisikia sana misukule na tukaambiwa wewe mtaalamu ni bingwa sana wa kurudisha misukule. Hivi misukule ni nini? Misukule ni wale watu wanaoonekana au wanaoelezewa kwamba mtu amekufa lakini anakuwa hajafa. Anakuwa hajafa lakini watu wanajua amekufa. Watu wanakuwa wanajua amekufa kwenye ulimwengu wa kawaida. Lakini kwenye ulimwengu wa kichawi hajafa. Anakuwa amehifadhiwa tu sehemu. Sasa ni nani ambaye anafanya hiyo kazi ya kutoa msukule? Kutoa misukule mimi mwenyewe natoa misukule, na hata hivyo nimetoka kutoa msukule mmoja. Wewe umetoka upande gani sasa hivi? Tumepita njia ya huku ya mwanzoni huku ambako barabarani. Sasa pale kwenye kona kuna msukule nilikuwa natoa. Nafikiri tukishatoka hapa, tukishamaliza kuzungumza hapa, nitaenda kuwaonyesha pale. Mtazamaji, umesikia mtaalamu hapo ulipo ubaki. Mtaalamu anaenda kutuonyesha msukule. Tukitoka hapa tukifanya mahojiano mawili matatu. Sasa huyo msukule ambaye yupo huko hawezi kutuzuru? Hapana, hawezi kuzuru kwa sababu nakuwa nimeshampiga dawa tayari. Na labda sababu kwa nini wachawi wanatoa misukule? Wao wanawachukua misukule kwa ajili ya kazi zao. Kazi gani? Inamaanisha wao wanachukua, wanawatumikisha kwa ajili ya kufanya shughuli tofauti, kulima au kubeba mizigo, na baadhi ya wengine wanatumia kwenye sehemu za biashara. Na hao misukule wanakuwa ni binadamu, walikuwa ni binadamu lakini wamekufa? Ni binadamu, hawajafa. Wamekufa kwenye ulimwengu wa kawaida. Hivi kwamba kwa macho ya kawaida ukiona hivi wamekufa. Ila tukikupaka dawa unawaona. Hata humu unamotembea humu unakutana nao wengi, ila wewe huwaoni. Kwa hiyo wanafanya kazi muda gani? Usiku, mchana? Wanafanya kazi hata mchana. Isipokuwa wewe huwezi kuwaona mpaka uwe na dawa. Na kwa nini mchawi awaue? Haui, anakuwa hajawaua. Anakuwa amemchukua, amemhifadhi. Kwa nini amchukue msukule? Anamchukua kwa sababu ya kutaka kutumia matumizi yake yeye, kwa ajili ya kumsaidia shughuli, au kwa ajili ya dukani. Muda mwingine unakuta mfanya biashara wa duka. Yeye unaweza kuona ni kama anabeba kwenye magari mizigo analeta dukani, lakini ile mizigo sio yote inaletwa na magari, hapana. Mengine wanabeba misukule, wanasafirisha kutoka umbali mrefu, wanabeba kichwani. Ni mambo yanatisha sana. Mtazamaji wangu, nikukumbushe wewe ambaye bado hujasubscribe, chini ya video hii utaona maneno yameandikwa subscribe, utayabonyeza maneno hayo kisha utabonyeza alama ya kengele. Kwa hiyo kama nilivyokuahidi na amekuahidi mtaalamu hapa, tukitoka na haya mahojiano anaenda kutuonyesha msukule. Kwa hiyo wewe ambaye hujawahi kuuona msukule unaenda kuuona msukule live. Kwa hiyo sasa mtaalamu, labda nikiacha hilo la misukule, tulitaka kujua kuhusu, wengine wanasema kuhusu chuma ulete. Hivi chuma ulete ni nini? Chuma ulete ni fafanue kiupana. Ni hali ya mtu anakuja anachukua hela yako kimazingaombwe. Anachukua hela yako kimazingaombwe. Wewe unakuwa uelewi imechukuliwaje. Kwa hiyo yeye huyo anaichukua kwa mazingira gani? Inamaanisha yeye anakuja kwako wewe. Sisi huwa kunakuwa kuna dawa. Watu sio wanakuja hapa anachukua dawa kwa ajili ya chuma ulete. Anakuja hapa tunampatia ile dawa, akichanganya na pesa yake pale. Wewe hela yako kiwekwa tu pale. Ikichanganywa na ile hela yake. Naanza kwako zinaenda kule.
Ni mambo mazito sana. Alafu mtaalamu, kuna lingine, kuna huyu mama ambaye yupo Oman ambaye anadai kwamba ulimsaidia wewe akapona magonjwa yake, lakini alikuwa anaenda hospitali akipimwa ugonjwa haupo, akaja kwako mtaalamu ukamsaidia, ndiye aliyetuongoza mpaka tukafika hapa. Ilikuwaje mtu anapimwa hospitali ugonjwa hauoni? Yule walimtupia jini. Jini hospitali huwezi kuliona mpaka uje kwenye tiba zetu hizi. Ila ukipima hospitalini huwezi kuona mpaka uje hapa tukufanyie matambiko alafu ndo utaweza kujua ni jini gani amekuingia wewe. Sasa inakuwaje mtu ambaye anakuwa anatupiwa jini? Sababu ni nini wachawi wanatupia watu majini? Sababu ziko nyingi. Inaweza kawa mnashindana kibiashara au kimaendeleo. Kwa mwingine anataka akurudishe nyuma wewe kidogo, alafu yeye aende mbele zaidi. Kwamba hataki tu uwe zaidi yake kidogo. Ni mambo ambayo yanatisha sana, lakini kama alivyotuahidi mtaalamu kwamba tukitoka hapa tunaenda kuona msukule ambao ameutoa, yani anaufanyia matibabu ili arudi katika. Alafu kingine mtaalamu, kwamba huo msukule ukiutibia unarudi katika hali ya kawaida. Ndio, anarudi kwa binadamu wa kawaida. Na sasa hata ogopesha na watu wanajua alikuwa wameshamzika? Hapana, hawezi kuogopesha watu. Inamaanisha tunampiga dawa, alafu hata ule uoga ambao watu wanamuogopa hawamuogopi. Inamaanisha kuna dawa tutakazomfanyia. Kwa sababu kuna dawa pia ambazo watu tunaweza tukakufanyia wewe na ukawa unaogopwa. Kwamba nikawa naogopwa. Unakuwa unaogopwa. Hiyo dawa inaitwaje? Ni dawa fulani. Sitakwambia mengi sana. Mimi nafikiri tungefanya kitu kimoja hapa. Tungeenda kwanza nikaonyesha ule msukule, alafu turudi tena hapa. Sawa, tutarudi. Mtazamaji, mtaalamu anasema tuende tukaangalie msukule, lakini bado kuna mambo mawili matatu ambayo yametuleta hapa. Sasa tulitaka kujua sana kwamba wengi wanaona kuja kwa nini wataalamu mnawachanja. Kwa nini mnachanja chale? Tunachanja vile ili tuweze kukuwekea, kama mfano tunataka tukuwekee kinga. Kinga nyingine tukikuvalisha unaweza ukaipoteza. Lakini kinga inayokuwa kwenye damu haiwezi kupotea. Ndio maana tutakuchanja ili tukupake dawa ingie kwenye damu. Na hapo tunaona una mkuki, una vitu. Huo mkuki unatumika kwenye nini? Huu sio mkuki. Wewe unaona kama ni mkuki. Hapana. Huu sio mkuki. Hizi ni kinga. Ni kinga. Ni kinga ndio za Kilingeni. Ni kinga za Kilingeni. Ndio. Ukiona hivyo utaona kama mkuki. Ila tukikupaka dawa hapa utaona ni kitu kingine kabisa. Na sasa labda mtaalamu, mchawi akitaka kukujaribu, ametuma makombola yake akujaribu, inakuwaje? Hata wewe hapa sasa hivi nakuruhusu kabisa. Akikujaribu anafanyaje? Jaribu. Kama wewe una uchawi jaribu. Mimi sio mchawi. Basi mruhusu mchawi yeyote aje ajaribu. Aje yeyote. Mganga huyu hana maneno mengi. Anachofanya yeye anasema kama wewe ukipiga kombola, hilo kombola lako ukilipiga ni unajipiga mwenyewe. Na maisha haliwezi kuja huku, linarudi huku. Sawa. Narudi kwako. Mtazamaji, naona tuende tukaangalie hapo misukule ambapo ipo. Kwa hiyo mtaalamu ndo umesema huku ndo kuna misukule. Hapa ndo kwenye misukule, ni eneo hili hapa. Misukule ndo ipo huku. Na nitaenda kuonyesha hapa. Naenda kuonyesha sasa hivi hapa, lakini huku kunahitaji utulivu sana. Kwa misukule ipo hapa. Ipo hapa. Kwa hiyo haitakiwi kupiga kelele yoyote. Hapa tunaenda taratibu sana, kimya. Mbona nasikia kama kuna sauti ya ng'ombe huko? Hapana. Hiyo sio sauti ya ng'ombe. Hiyo ni mizimu huko. Ni mizimu. Ndio inatukaribisha. Sasa kwa nini labda kule tulikotoka umechinja ng'ombe ukasema mnafanya tambiko? Matambiko tunafanyia kule, lakini majibu tunakuja kuyapokelea huko. Kwa hiyo hapa tunaenda kuona msukule. Tunaenda kuona msukule huko. Mtazamaji, ungana na sisi hapa. Mtaalamu unaona anafanya mambo yake hapo, tunaingia kwenda kuiona misukule. Unaona mtaalamu huyo anafanya mambo yake kama hivyo, tunaenda kuiona misukule. Mtazamaji, angalia kwa umakini, tunaenda kuona misukule.